Siku moja wakati Sayyidina Umar bin Khattabi ametawazwa kuwa yeye ndio kiongozi wa waumini, wakati huu ameshakufa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wamekaa wako ndani ya msikiti, akaja mama mmoja amekibeba kitoto, amwambia ya Amira al-Mu'minin, baada ya salamu na kueleza lifuatalo, mtoto huyu unayemwona nimembeba, huyu ni mwanao, kwa hiyo nimekuja kumkabidhi kwako, kuanzia sasa namwacha hapa. Sasa na Umar anashangaa, mwanangu kivipi? Mimi na kitoto kidogo kama hiko sina, mwanangu vipi? Basi kama itakuwa sio mwanao, basi huyu ni mjukuu wako, mtoto wa mtoto wako. Mtoto wa mtoto wangu, mtoto wa mtoto wangu, bado umeniweka njia panda we mama, vipi? Ambe wewe una mtoto anaitwa Abu Shahma? Ambe naye Abu Shahma. Basi huyu mtoto anahusika na Abu Shahma. Mama akasimulia kisa cha upatikanaji wa yule mtoto. Sema siku moja mimi katika pita yangu nilipita katika eneo la shamba la Bani Najjar, kuna kipolipoli kidogo. Nipo katikati ya eneo lile shamba, ndio akatokea huyo mwanao anaitwa Abu Shahma, anatokea baa ya Myahudi fulani yuko kati pale. Nadhani unaitambua hiyo baa. Naitambua. Basi mwanao alienda kulewa pale. Kalewa, kachapa urabu, basi mguu mosi mguu pili akawa anarudi, tukakutana njiani. Baada ya kukutana njiani, basi alichokifanya yeye akanishika mkono na akawa anahitaji jambo kutoka kwangu. Mimi nikaziziwia, nikasema hapana, haliwezekani. Akafanya cha kufanya anavyojua yeye, akaniburuzia huko ndani ya shamba. Aniburuzia ndani ya shamba, akanipoteza fahamu, akaniminya mahala, ikawa mifahamu ikapotea. Kupotea fahamu, akafanya jambo lake alilolitaka, ikawa ni sababu ya baada ya jambo lile kupata ujauzito. Mimi nikawa ninawaficha. Ammi yangu ninayoishi naye ikawa namficha. Kila akiniuliza bwana hilo jambo limelipata vipi, ikawa simwambii. Akawashirikisha baadhi ya majirani labda waje kuniuliza, pia nikawa siwaambii, nikaficha. Ulipokaribia ule muda, mimi nikabidi nitoroke pale nyumbani, nikaenda kujibanza mahala ninapopajua mwenyewe, nikapata msaada wa Samaria wema huko, wakanisimamia jambo langu, nikajifungua. Baada ya kujifungua, nikakaa na kitoto, nikawa ninajiuliza, kitoto hiki ni kinyonge au nifanyeje? Baada ya kufikiria namna ya kukinyonga, mtoto mbona hakina hatia, nikikinyonga mimi nitapata balaa bure. Cha msingi wazee wake wapo, nikipeleke kwa baba yake, ndio nimekileta hapa. Kwa hiyo wewe kwa kuwa ndio babu wa huyo mtoto, ndio maana nimekuja kumkabidhi kwako. Una uhakika hilo jambo amelifanya mwanangu? Ndio. Sayyidina Umar akawaambia, jamani nisubirini hapa hapa. Bio wakaenda mpaka kwa mwanawe. Wagonga hodi, walipoingia wakamkuta Abu Shahma anakula. Kaambia, haya mwanangu, kula, inawezekana ikaweko ndo chakula chako cha mwisho. Mtoto aliposikia neno lile akaanza kutetemeka. Chakula changu cha mwisho vipi? Na huyu mzee namjua huyu mipango yake huyu. Isije ikawa kagundua jambo huyu, alafu ikawa tatizo, ikabidi aache kula. Baba vipi? Ambia, unanitambua mie? Ambia, nakutambua. Mie nani? Wewe ni baba yangu, lakini pia Amirul Mu'minin, ndio kiongozi wa waumini wote. Haya, je, mimi nina haki ya kutiiwa kwenye jambo au sina haki? Kaambia, una mamlaka, una haki za namna mbili kwangu mimi, za lazima kutiiwa. Kwanza nakutii kama baba, lakini pia kuna haki ya kukutii kama Amirul Mu'minin. Tayib, baada ya tukio hilo kaambia, sasa niambie ukweli, kuna siku ulikwenda katika baa ya Myahudi ukanywa pombe ukalewa, kweli si kweli? Funguka tu niambie ukweli. Sasa baba, kusema kweli hiyo nilifanya, lakini nishatubia tayari. Nilifanya hivyo lakini nimetubia kwa Mungu, na nikasema sirudi tena ule ulevi niliofanya. Kwa sasa hivi sina habari hiyo tena ya kulewa. Ambia sawa.
Pamoja na hilo, baada ya kulewa kwenye eneo la shamba la Bani Najari, ulikutana na msichana pale na ukamchukua ukafanya naye jambo. Hii ni kweli au si kweli? Mtoto ule kainama chini akaona ishakuwa balaa. Kaambia wao, kusema kweli hilo jambo ni kweli, lakini vile vile nishatubia kwa Mungu mimi na nimeapa kwa Mwenyezi Mungu sitorudia tena. Kaambia basi sawa, haina shida. Haya, njoo hapa. Kamshika mkono, twenze tu. Kaambia, baba nakuomba, inawezekana huko unakonipeleka huko kuna umati wa watu, mimi nakujua we baba, utanifedhehesha. Kama kuna uwezekano chukua panga nikate vipande vipande uniue hapa muda huu kuliko kunipeleka huko. Kaambia, wewe vipi bwana, umesahau aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mungu anasema waliyashhad adhabahuma taifatun minal mu'minin. Adhabu ya wazinifu wanatakiwa washuhudie, kundi la waumini lishuhudie. Kwa hiyo hili jambo la kusema mimi nikukata mapanga hapa, mimi sio jambo langu, na hili jambo sio la kwangu mimi, la Mungu hili, na Mungu ashatoa utaratibu wake, siwezi kufanya hivyo. Wewe twende. Kamshika mkono akamfikisha mpaka pale katika danasi ya watu wamekusanyika wengi. Kaambia, jamani, yale maneno aliyoyasema huyu mama yuko sahihi, amesema ukweli. Kwa hiyo tukio hilo limefanywa na mtoto wangu Abu Shahma. Sasa walikuwa na kijakazi wake, ana mtumwa wake mmoja anaitwa Aflah. Sayyidina Umar alikuwa naye huyo, na Aflah huyo alikuwa ana kazi maalumu katika mambo yote ya hukumu hii. Yeye ndio muhusika wa kutoa hukumu, kwa sababu alikuwa kipande kidogo cha mtu ambaye pia akitaka kipiga pigo lake linakwenda pigo kidogo lenye uadilifu. Akamwambia Aflah, kazi yako sasa, adhabu ya mzinifu apigwe bakora 100. Anatakiwa huyu apigwe bakora 100, avuliwe, apunguzwe nguo zake, alafu apigwe bakora 100. Aflaha aliposikia hivyo akaanza kulia, nafanyaje mimi kwenye hili, natoaje hukumu hii, lakini kwa mtoto wa kiongozi nafanyaje? Akalia sana. Sayyidina Umar alipomtazama akamwambia, wewe unatakiwa unitwii mimi, kunitwii mimi ndio umemtwii mtume na umemtwii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni jambo la Mungu, sio la kwangu. Fanya kazi yako. Abu Shahma akafungwa kamba, akaanza kutandikwa. Wakati anapigwa, maneno aliyokuwa akiyatoa kuashiria anamuomba baba yake, alikuwa anamwambia, ya abati rahamni, ewe baba yangu naomba unihurumie, uwe na huruma na mimi. Unaona mahalu shahidi hapo, naomba unihurumie. Sasa baba kuwa na huruma kwa mtoto wake, huruma inatakiwa iweje? Msikilize Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu alichokisema. Akasema, innama af'alu hadha kay yarhamaka Allahu wa yarhamani, hakika si vingine mimi nalifanya hili kwa sababu ya kutaka huruma ya Mwenyezi Mungu, akuhurumie wewe lakini Mungu anihurumie na mimi. Kwa hiyo huruma sahihi ya mzazi kwa mtoto wake ni kutazama maisha yake ya baadaye yatakuwaje. Akamwambia Aflah, usisikilize haya maneno, wewe piga. Aflah akapiga tena, usipiga yeye pigo la uadilifu, usije ukapunguza kasi, piga pigo la uadilifu. Aflah akampiga. Zilipotimia bakora 70, baada ya bakora 70, bwana mkubwa akasikikwa anaomba maji ya kunywa. Baba, naomba maji ya kunywa, kiu kimenibana. Baada ya kuomba maji ya kunywa, baba akajibu akasema, in yutahhiruka Allah yasqika Muhammadun sallallahu alayhi wasallama shurbatan la tadhma'u ba'dahu abada. Sikiliza wewe bwana mdogo, hayo maji unayoyataka ya kunywa, ikiwa Mungu amekutwaharisha kutokana na uchafu ulioufanya, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakwenda kukunywesha maji ambayo
hautopatwa na kiu baada ya maji hayo kabisa. Aflaha, fanya kazi yako. Aflaha akaendelea kumtandika, kapiga bakora mpaka zikatimia 80. Zilipofika bakora 80, Abu Shahma akamtolea salamu baba yake. Assalamu alayka ya abi, baba nakusalimia tu. Sayyidina Umar akajibu salamu, wa alayka salam, na mimi pia nakurejeshea salamu. Lakini in raaita Muhammadan, ukimuona Muhammadi kwenye hiyo safari yako unakoelekea, fa akriuhu minni salam, nenda kamtolee salamu, kamfikishie salamu kutoka kwangu. Wa qul lahu khalafta Umara yaqra'u alqur'ana wa yuqimu alhadda. Wewe ukifika kamtoleza, akamwambia mimi namsalimia, lakini umeondoka umemwacha Umar. Umar anaisoma Qur'ani na anaifanyia kazi. Mahala panapohitajika adhabu anaisimamia adhabu kama Qur'ani inavyoeleza. Ukifika akamwambia Muhammad hivi, kwa sababu alikuwa anajua ishara ya hii salamu ni ishara kwamba huyo sasa anakwenda kumalizika. Kumbuka bakora ni 80 hapo, zinatakiwa zitimie 100. Akamwambia Aflaha, baada ya hapo endelea kupiga. Akatandika zikafika bakora 90. Zilipofika bakora 90, mwamba yule mpigwaji akaanza kunyongea taratibu, kauli ikawa ishakata, maneno yamekwisha. Akaanza kudhoofika. Sasa kuna ashiria kwamba sasa roho inataka kuacha mwili. Walipoona jambo lile, maswahaba wote waliangusha kilio, walilia, wanamwambia bwana Sayyidina Umar, tunakuomba, tunamuombea radhi huyu mwanao, hapa palipofikia patoshe, ikiwezekana atibiwe, akishapata unafuu hizi 10 zilizobakia atamalizia siku nyingine. Tunakuomba, sisi tunamuombea radhi sisi. Sayyidina Umar akasema kama ilivyo kawaida, ikiwa kawaida, kama lam tuakharil ma'asiyatu la tuakharul uquba, kama ilivyo kawaida kwamba maasi nayo si hayafanywi kwa kiporo. Mtu akifanya maasi maana yake afanye nusu mpaka amalize jambo lake. Basi hivyo kwenye adhabu ya Mungu nayo pia wala haiwekwi kiporo, lazima iishe. Huyu wakati anafanya jambo lake hakufanya kwa kuweka kiporo kwa maana anafanya alafu baadaye nitakuja kumalizia. Alimaliza haja zake kila kitu. Kwa hiyo na adhabu ya Mungu na hivyo itakuwa paka ishi. Mtu mmoja akatoka pale anapiga kelele, kaona isha, kwa akaona mimi bwana niweke kelele tu, akakimbilia mpaka kwa mama yake yule jamaa. Bwana mama, wewe umekaa huku, mwanao kuna 1 2 3 kule anafanywa hivi na baba yake tena. Mama akaja mbio kufika pale, ajua mume wake ni Amirul Mu'minin, ni kiongozi wa waumini, anachokifanya anafanya kwa mpango wa Mungu. Akamwambia bwana, mimi naomba, mimi niko tayari kumtolea fidia ya mwanangu, bakora 10 zilizobaki hizi, niwe nakwenda hija kwa mguu, nakwenda na hiji ya kwanza kwa kila bakora moja hija moja, kila bakora moja hija moja, mpaka zitimie 10 kwa fidia ya mtoto wangu. Lakini pia niko tayari kutoa fidia ya swadaka kila bakora moja, dirhamu utakazoniambia nitoe. Akamwambia adhabu ya Mungu haina mbadala, adhabu ya Mungu ishawekwa bakora 100 ni bakora 100. Hatujaambiwa kwamba je, ikitokezea kwamba mtu anataka kufanya jambo lingine anaruhusiwa. Hiyo haipo, bakora 100 mpaka zikamilike. Aflaha piga. Aflaha akapiga kumalizia zile bakora 10 zilizobaki. Baada ya kumalizika bakora 10 zilizobaki ili kukamilisha bakora 100, hali ikawa ngumu zaidi. Sayyidina Umar akatoka pale alipokaa, ujasiri ukawa umemwisha, akakimbilia akaenda kumchukua mtoto wake akampakata. Akawa analia sana kwamba anachofanya hivi afanyi kwa ajili tu ya malengo yake yeye au ukatili aliyokuwa nao, bali anafanya hivi kwa sababu ya kusimamia jambo la Mungu, lakini kwa usalama wake yeye, mtoto wake, kwa maisha ya baadaye.
Akamkumbatia, akawa analia sana kwa uchungu, na mwanangu namkosa. Na kweli baada ya muda akakata roho, akaenda akazikwa. Baada ya kuzikwa zimepita siku 40. Baada ya kupita siku 40, Hudhaifa ibn al-Yaman, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikamjia ndoto, akamuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena Mtume akiwa amekaa pamoja na yule kijana Abu Shahma, amevaa majoho ya rangi ya kijani, wamekaa mahala wanapiga story, yani peponi. Hudhaifa anaagizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambia ukifika kamwambia Umar kwamba alichokifanya ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ametaka asimamie Qur'ani na asimamie haki anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo alichokifanya, akafanya kitu sahihi kwa maslahi ya mtoto wake na maslahi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kamfikishie hongera yake. Kabla hajaondoka, na mtoto naye akamshika mkono, akamwambia, baba amenisaidia sana, mimi sasa hivi nakula bata huku, sidhani bila yeye kunitengenezea mazingira hayo ningekuwa kwenye maisha gani. Lakini baba amenipa msaada, hivi leo niko sambamba pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baba mwenye huruma ni yule ambaye anayeonekana anaonyesha kama vile hali ya ukatili wa sasa katika malezi ya mtoto wake, kwa lengo la kumtengenezea maisha mazuri mtoto wake ya baadaye. Mtoto unapomlea kama yai, ukalifanya toto kama doli, baadaye atakuja kusumbuka kwenye maisha ya baadaye huko anakoelekea. Lakini mtoto ukimweka katika mazingira kama vile umtaki vile, lengo asimamie kwenye mazingira ambayo Mungu anayoyataka, Mtume anayataka, lakini vile vile kwenye kumwandaa maisha yake ya baadaye, ndio utamweza. Na hiyo ndio huruma ya mtoto. Wengi walifeli kwa watoto wao baada ya kuwakumbatia watoto wao kama vile mayai. Toto likawa hivyo limelema, hajui kufanya kazi yoyote, hajui kuenda sokoni, hajui chochote kufanya, maskini ya Mungu. Hajapewa utaalamu aina yoyote, amekaa tu kama doli. Matokeo yake baadaye anakuja kuingia katika mambo yasiyokuwa sahihi, na wanaweza wakapatikana watu wasiofaa wakamuingiza kwenye mambo yasiyofaa, na yeye akakubali kuingia kwenye mambo yasiyofaa kwa sababu hana alichokishika kinachofaa ambacho ameandaliwa na mzazi wake hana. Waislamu, ukumbusho wangu leo kwamba kuwa mzazi mwema mwenye mapenzi na mtoto wako, kwa kumuonyeshea hali kama vile umtaki, kwa lengo la kumtengenezea maisha na mazingira ya baadaye. Na usijitie mwema sasa hivi, matokeo yake ukamtengenezea mazingira magumu ya maisha ya baadaye. Usijitie mwema kiasi hiko. Pakihitajika kusoma, mpeleke kwenye masomo, mpeleke kabisa, ikiwezekana hata kumsusa kwenye masomo, akae huko huko kama vile una mtoto, atarudi tu huyu muda ukishafika, wala afi. Na akifa ni kadari ya Allah, kashapangiwa. Hata kama angekaa kwako angekufa. Peleke. Hahitaji ufundi, mpeleke kwenye ufundi akasome. Hahitaji hiki, mwekee mazingira hayo. Huu ndio msaada wa mtoto wako baadaye. Baada ya kuyasema haya, tumuombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie tuweze kuyashikilia yale yaliyokuwa mazuri na yaliyokuwa mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kuyaepuka, lakini tuwe wazazi wema kwa watoto wetu, tuweze kuwapa malezi yaliyokuwa sahihi. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi